Matokeo ya upasuaji wa maiti ya Albert Ojwang yaliyobainisha kuwa aliteswa kabla ya kunyongwa ni ishara tosha kuwa idara ya polisi imekuwa ikitoa taarifa za uongo kuhusu kifo chake. Maswali mengi sasa yakiibuka kuhusiana na ni nini polisi wamekazana kubana ukweli kuwa aliuawa mikononi mwao. Mwanahabari Grace Ng'ang'a anaangazia baadhi ya semi za kukinzana kuhusiana na kifo cha Ojwang. Uchunguzi wa kifo cha mwenzake Albert Ojwang umefichua juhudi za idara ya polisi kuficha ukweli kuhusiana na kifo chake. Akitoa taarifa Jumatatu kuhusu kifo hicho, Inspector General wa polisi Douglas Kanja alikuwa na haya ya kusema. Ojwang was found unconscious. He was immediately rushed to Bagathi Hospital for treatment. Ila yanaonekana uongo wa idara ya polisi haukuanzia hapa. Siku ya Jumapili, babake Albert, Meshak Ojwang, alikusanya virago vyake na kuelekea kituo cha polisi cha Central kumuona mwanawe wa kipekee aliyekuwa ametiwa mbaroni. Ila polisi hawakumkubali kumuona mwanawe. Naambia kwamba bado tunashughulikia hesabu za watu hapa ndani na kufanya usafi. Wewe rudi ukakunywe chai. Alafu utarudi muda wa kama saa 4. Ukija basi tutakutolea mtoto wako. Mwendo wa saa 4:10, Meshak alielekezwa hadi kwenye ofisi ya OCS wa kituo cha Central aliyempa habari kuwa mwanae alikuwa ameaga. Ni kuja kuitwa na chaplain wa hii station. Nikaona wale walioshika mtoto wangu, watu 3. Mmoja mfupi hivi kidogo brown, sikumfahamu jina. Sikumuona hapo. Hata yule mtu wa kutoka Ugenya sikumuona. Huyo mtoto amefanya nini? Ameua mtu ama amemuibia nani? Ameiba benki. Hata niende kwa OCPD siwezi kuelezewa hapa kwa nini kwa desk. Yaonekana ndio ulikuwa mwanzo wa uongo. Ripoti ya mwanzo ya polisi ilisema kuwa marehemu alijigonga kichwani akiwa kwenye seli kwenye kituo cha Central na kupoteza fahamu, tukio ambalo liliwajukumu polisi kumkimbiza hospitalini ya Mbagathi apate matibabu. Wahudumu wa hospitali hiyo walisema ingawa Ojwang alipelekwa humo, alikuwa ashaaga dunia. Swali kuu ikiwa je, alikuwa keshaaga kabla maafisa kumpeleka hospitalini? Na ingawa maafisa walimuelezea babake kuwa mwanae alikuwa amejitia kitanzi, sajili katika hifadhi ya maiti ya City ilionyesha polisi walisema kifo chake kilikuwa cha ghafla. Hivyo basi, uongo ukaendelea kuenea. Na ingawa polisi wanasema kesi ya Ojwang ilikuwa imenakiliwa kwenye kitabu cha matukio au OB katika kituo cha polisi cha Central. Number 136/7/6/2025 at 21:35 hours. Rafikie aliyezungumza na runinga ya KTN baadaye alisema walitaka kuona sajili hiyo ila haikuwepo. From the house went to Central Police Station around 10. When I went to at Central Police Station, I found some 2 ladies at the reception. I told them there is a friend of mine who has been arrested from Migori and has been transferred to Central Police Station. So I asked them to show me the mistake that he has done that has been booked in the book. So the lady officer flipped the book, but his name was missing in that book. Na ingawa baadhi ya polisi wa kituo hicho waliokuwa zamuni wamesimamishwa kazi, swali ni je, mbona maafisa wa idara upelelezi waliomkamata na kumleta Nairobi hawajazungumziwa wala kuchukuliwa hatua? Swali sasa ni je, nani huyu anayelindwa hivi na polisi na kukingwa dhidi ya hatia kwenye kifo cha Ojwang? Grace Ng'ang'a, KTN. Kinara wa chama cha ODM Raila Odinga ameelezea masikitiko yake